Yesu asifiwe. Haleluya, watoto wa Mungu, wana wa Mungu, familia ya Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa mchungaji Daudi Mwaila Magolema kutoka kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, jimbo la Kisutu. Ndugu mpendwa, leo nataka niongee na wewe vitu ambavyo Mungu anaviangalia kwenye maisha ya mwanadamu ya kila siku. Akisha kuviona kwenye maisha yako, anakuhesabia haki ya kuitwa mwana wa Mungu au familia ya Mungu. Vitu ambavyo Mungu anaweza kuviangalia akaviona kwako au kwangu, anakuhesabia haki ya kuitwa mwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyojua, tukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 30, neno la Mungu linasema hivi: na wale aliowachagua tangu asili au akawaita, na wale aliowaita au akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki au akawatukuza. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuhesabia tu haki, hawezi tu kukutukuza wewe mwanadamu kama hakuna kitu cha muhimu unachokifanya kwake. Anachoweza kukuangalia, anapendezwa na wewe, alafu anakuhesabiwa haki ya kuitwa familia ya Mungu. Vipo vitu kadhaa au vitu vichache. Jambo la kwanza la muhimu ambalo Mungu anaangalia kwenye maisha yetu ni matendo yetu. Ndugu wapendwa, matendo yetu yanasababisha Mungu akuhesabie haki. Na unapopata kibali cha kuhesabiwa haki, maana yake wewe unakuwa miongoni mwa familia ya Mungu, au unakuwa mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu. Kwa hiyo hauwezi tu ukawa familia ya Mungu au mwana wa Mungu au mtoto wa Mungu kama matendo yako Mungu hajapendezwa nayo, Mungu hajayafurahia. Tukisoma matendo, tukisoma Yakobo 2, ile Yakobo 2, Yakobo 2 mstari wa 24, neno la Mungu linasema hivi. Yakobo 2 mstari wa 24, neno la Mungu linasema hivi. Mstari wa 24, neno linasema hivi: mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Kwa hiyo kumbe mwanadamu hahesabiwi tu haki kwa imani. Hata matendo yako ni chanzo kizuri cha Mungu anapokutazama, Mungu anapokuangalia, Mungu anapokuona, jinsi unavyoenenda, jinsi unavyotenda matendo yako. Unapoamka kwenye kitanda chako ukaanza safari, unatenda matendo ya namna gani? Haya matendo unayoyatenda yanamtukuza Mungu, yanamfurahisha Mungu, yanamuinua Mungu, yanamwabudu Mungu. Kwa hiyo Mungu anapoangalia kipengele cha matendo, jinsi watu wanavyotenda, akukute wewe na mimi, ashawishike kukuhesabia haki. Kwa hiyo matendo ni kipengele kimojawapo, ndugu wapendwa, kinachoweza kukufanya
uwe miongoni mwa familia ya Mungu, uwe miongoni mwa watoto wa Mungu, uwe miongoni mwa watu wanaoitwa wana wa Mungu, wanaweza kuungana na Yesu Kristo. Kumbuka, Yesu Kristo ndiye aliyekuja kutufundisha jinsi ya kuishi, na alipokuja kutufundisha jinsi ya kuishi, cha kwanza yalikuwa ni matendo yake. Hebu tafuta mahali popote tendo lolote ambalo Yesu alilitenda kama lilifanya chukizo mbele ya Mungu. Kila jambo alilolitenda lilimheshimisha Mungu, watoto wa Mungu. Kila jambo alilolitamka lilimheshimisha Mungu. Kila position aliyokuwa nayo au nafasi aliyokuwa nayo ilimtukuza Mungu. Kwa hiyo ndugu wapendwa, kuhesabiwa haki, kuna vitu mbalimbali ambavyo Mungu anavitazama, anaviona kwako na kwangu, alafu ndipo Mungu anakuhesabia haki, anakufanya kuwa familia ya Mungu. Kipengele kimojawapo ni matendo. Kwa hiyo unapoenenda kokote, unapokwenda, unapofanya kazi, unapofanya biashara, unaposafiri, unapokuwa kwenye huduma, hakikisha matendo yako yawe ni matendo yanayomheshimisha Mungu, yanayomtukuza Mungu, yanayompa Mungu heshima. Hata ukiwa miongoni mwa watu maarufu, wanafanya mambo ya ajabu, wanafanya matendo ya ajabu, hakikisha wewe matendo yako uanze kuyatathmini, yawe ni matendo yanayomwinua Mungu. Ndugu wapendwa, watoto wa Mungu, watakatifu wa Mungu, matendo yako yanaweza yakasababisha Mungu kukuhesabia haki na ukapata kibali cha kuwa familia ya Mungu. Mungu akulinde, Mungu akupiganie, Mungu akutendee. Na nikuombee mtoto wa Mungu, unapokuwa unaanza safari yako ya kwenda kwenye biashara zako, ya kwenda ofisini unakofanya kazi, ya kwenda kwenye mifugo yako, ya kwenda kwenye mashamba yako ambayo unayandaa wakati huu, katika jina la Yesu, Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akuangazie unakokanyaga, unakopita, kiti unachokalia kwenye ofisi yako, ofisi unayofanyia kazi, mahali popote unapofanyia biashara, nuru ya Mungu ikakutawale, nuru ya Mungu ikakupiganie, nuru ya Mungu ikakutetee katika jina la Yesu. Ukapokee kuinuliwa, ukapokee kubarikiwa kutokana na matendo yako unayoyafanya, yanaweza yakasababisha Mungu akuhesabie haki ya kuitwa mtoto wa Mungu au familia ya Mungu. Lakini kutokana na matendo yako unayoyatenda, kama sio mapenzi ya Mungu, unayafanya matendo ambayo hayana maana, hayana kazi, Mungu atakuhesabia haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Kuwa makini, chukua tahadhari. Matendo yako yanaweza yakasababisha Yesu atakapokuja kuchukua familia yake, wewe uwe miongoni katika safari hii. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.